Mwanangu. Vipi baba? Alafu mwanangu, nasi utie sana fura shuleni. Angalau uje tukomboe kwenye huu maskini mwanangu. Ndiyo ma. Nimenakili maneno yako na nitatilia manani. Mwanangu hilo. Najua unapitia changamoto nyingi sana mwanangu. Hasa sisi wavele wako tunapokosa karo kulipia wewe ada. Lakini ningependa ungangane hivyo hivyo. Kwani mgaga na upwa haliwa limkavu. Ni kweli ma. Hayo naoniambia. Kwa sababu toka baba aondoke, maisha yamebaki yasivyoeleweka. Ila nashukuru sana mama. Nitazingatia hayo. Lingine baba, jiepushe na mienendo mbaya. Hasa vijana wenye kutumia mihadarati na mahusiano ya kimapenzi. Asante sana ma kwa wasia wako. Nimeona akili akilini mwangu na pia rohoni mwangu. Nashukuru sana mwanangu kwa kunielewa. Usijali mama. Nisipokuelewa wewe, nitamuelewa nani mwingine? Aya mama. Nenda hapo kati. Narudi tu muda si mrefu. Sawa mwanangu. Dada vipi? Salama. Mbona unaonekana na wasiwasi? Kipi kimekusibu? Nimepoteza pochi la mama. Mpoteza pochi la mama? Ndiyo. Ulikuwa unaenda nalo wapi pochi la mama? Kwa nini nimeweka hazina wa mama? Ndiyo. Dada kuwa makini na vitu usivyovimiliki. La sivyo utajikuta pasipofaa. Ila nikwambie tu. Dada kuna bahati sana. Kwa sababu pochi nalozungumzia nimeliokota muda mchache tu. Asante sana kakangu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Catherine. Nimetokea hapo Kigambo cha kwanza. Mwalai. Huo ndio upuzi unafanyaga eh? Taarifa hizi lazima zimfikie bosi. Naweza pata namba yako ya simu?
Mimi kwa majina naitwa Hiro. Metokea tu boma ya pili. Usipata namba yangu ya simu, hutaweza kuipata. Kwa sababu hata mimi mwenyewe sijui kumiliki hata simu ndogo. Kutokana na hali yangu. Usijali kakangu, nitakutembelea kila wakati. Bosi. Naam. Kuna jambo. Jambo gani? Mwanao Catherine nimemkuta na kijana kule. Taarifa hizi za kweli? Ndio. Na nimemshuhudia kwa macho yangu mawili. Catherine ni huyu mwanangu huyu? Ndio. Sio Catherine mwingine. Kwani Catherine mimi atakuwa ni mgeni? Na mfahamu tena vizuri sana. Mbona siamini? Amini. Sasa bosi, mimi naondoka katika majukumu yangu. Lakini likitokea lolote usihusishe tafadhali. Asante. Sawa. Catherine. Njoo. Yule aliyekuwa naye kule njiani ni nani? Naongea na wewe. Rafiki yangu. Rafiki yako? Naye kuruhusu uzunguke na marafiki wa kiume? Si mtu. Sitaki aibu katika boma langu. Sitakubali kabisa kudhalilishwa na mtoto kama wewe. Mke wangu. Njoo hapa mara moja. Niambie mume wangu. Wewe ndio unafunza mtoto tabia mbaya? Hapana, kwani amefanya nini? Simpatikana huko nje akirandarana na vijana maskini. Anataka kudhalilisha boma langu. Ni kweli babako chenye ambacho yongea. Ndio. Lakini si rafiki tu. Na tabia kudanganya na wanaume nikwambiaje? Mama, lakini ni rafiki. Sawa mume wangu, acha nitamalizana naye. Sawa, ndio kile shughuli zako za kawaida. Kijakazi. Naam bosi. Unajua nimekuita hapa. Naam. Kwa lile swala la kuwa unakumbuka yule kijana uliyempata na binti yangu? Ndio, namkumbuka. Unakumbuka anapoishi ama ulipomwona? Kwa kweli sina uhakika na anapoishi, ila sehemu niliyomwona napafahamu vizuri sana. Nataka nikupe kazi ya ziada. Nitafutie vijana 4 wanao uwezo wa kuweza kumdhibiti huyo kijana maskini. Yule kijana maskini hahitaji vijana 4. Hata vijana 2 tu wanaweza kutekeleza shughuli hiyo. Watafute sasa hivi. Sawa, madamu shasema hivyo, kauli yako ndio ya mwisho. Sawa, unaweza kwenda. Sawa bosi. Bosi. Naam. Vijana ndio hao. Habari zenu vijana? Sorry. Labda hapa. Mimi mzima. Niko na kazi nataka kukupatia. Je, kuna uwezo wa kufanya mauaji? Tunaua, tunateketeza na pia tunateka watu nyara. Kijakazi. Naam bosi. Unapakumbuka mahali kijana anaishi? Ndio bosi. Bausa, nataka mniletee kisha shoo kijana maskini. Ndio mkubwa. Tumenakili maneno yako. Naweza enda. Sawa bosi.
sauti tu. Amani ni nani nini lakini nasikia sauti. Ah! Mwanangu! Mna nini nyinyi lakini ana nini huyo mtoto? Mna nini? Huyo mwanangu umemfanya nini lakini huyo ana nini huyo mtoto huyo? Mmemfanyaje huyo mtoto nyinyi nauliza? Ana nini huyo mtoto? Hai mwanangu hilo. Ni nini baba? Ni nini mwanangu? Ha? Mbona uongei? Ni nini ana nini huyu? Mmemfanya nini mwanangu nyinyi? Hatujafanya lolote ila tumemkuta akipigwa na vijana wawili wenye miraba miwili. Pole pole baba. Pole mwanangu haketi. Keti hapa. Pole mwenzenu, pole. Nini baba? Naongea nifanaje? Wapi ndo muumia sana? Muumia sana wapi? Hapa. Baba ni nini lakini? Alikuwa afanya nini huyu lakini? Alikuwa anafanya nini? Baba hebu basi nikukande kidogo, tulia. Tulia basi. Ai baba, mbona unafanya hivi mwanangu? Nini kaka? Sijali kaka, utapona. Nini kimetendeka huku? Hiro ameshambuliwa, hata tujui tumfanyie nini. Kwa sababu tukimpeleka hospitalini hata tibiwa bila PPR. Ndio kisema tukatafute kituoni tutasingizia wizi. Hata ni bahati ya Mungu. Nimeamua kuja kumuona Hero kwa sababu mimi nimefuzu famasia. Mbaraka. Naam. Nenda hapo kwa bavu mbili, kanichukulie Panadol na Diclofenac. Ndio baba. Ndio baba. Mkwache, usichukue maji. Pole kaka. Shika dawa. Ongeza maji kidogo. Basi. Shika. Pole kaka, utapona. Shika mkojo. Mama, sitamsaidia kupunguza maumivu. Sasa mimi naenda kwa kuna mali naenda. Nashukuru sana mwanangu. Akifanya afueni mtamleta kwenye zahanati yetu. Mwanangu, shukrani sana. Twende ndani hebu, kapumzike ndani. Nasikia. Tumuinueni hebu. Nini tena? Tumeshindwa kutekeleza mpango, ila yule kijana maskini tumemwacha hali mahututi. Mimi niliwatuma mniletee kichwa. Inaonekana kazi imeanza kuwashinda, basi sitawalipa. Lakini bosi, tulijaribu kujitahidi, ila yule kijana maskini alikuwa hodari wa vita. Tokeni mbele yangu. Sitaki kuona katika uso wangu. Tokeni, mlango uko wazi. Jamaa si atangelipa nusu bana. Ile kibarua unajua ni ngumu.
msichana wa yule kijana uliotuangizia tulete kichwa chake. Hivi mna akili kweli nyinyi? Niliwatuma kichwa cha yule kijana maskini. Huyu tunamtumia kama chombo cha kupata yule kijana ili tutekeleze kazi yako vyema. Tweni karago zenu na sitaki kuwaona hapa katika hii nyumba bila kichwa yule kijana maskini. Umenipata? Sawa. Njoo. Watoto wangu, nimeleta hapa nataka kuambia kitu. Kitu gani? Siku hizi watu hawatumii nguvu, wanatumia akili. Hata mtu akiwakosea, tumieni akili. Maana yaweza kuwa mtu apigana naye na mkubwa wako ana nguvu kukuliko. Itabidi utumie akili. Unataka kujua ni akili gani, si ndio? Ndio. Sawa. Umeona? Ndio. Mama, sasa hivyo ndio nini? Tuona kupotea potea tu, sisi hatujui yamaanisha nini. Mwenyewe hata sijui nini. Ndio nilikuwa nawaambia sasa. Hizi ni nguvu za ukoo. Lakini ukitaka kuzitumia, atakana utumie akili sana. Usizifanye mbele za watu wengi. Sawa? Sawa. Mfano ukiona mahali umezidiwa, iwe vita ama wanyanyaswa kama shuleni, tafuta mbinu utakaofanya ili upotee, uepukane na vile vita, dhuluma yoyote utaepukana nayo. Mawazo yako yaeke kile unakotaka kwenda wewe tu.
Kokote hata kama unataka kurudi nyumbani ama unataka kutoka pale mahali kwa kwenye fujo, shaona. Weka tu mawazo yako tu hivi. Wezeka mikono yako tu hivi. Na mawazo yako kisha yaweka kule unakotaka kwenda, wajikuta umeshafika. Sawa mama. Sawa? Sawa. Mweza jaribu wewe. Mama, naam. Ngoja nijaribu. Sawa, nataka ujaribu nione kama utaweza. Sawa. Unaona mwenzako? Ndio mama mimi. Haya, ujaribu pia wewe. Sawa. Jitahidi. Sawa. Mama amerudi. Umeweza baba. Nashukuru mama. Wewe ndo kipenzi changu, bado wewe sasa. Haya, bado wewe, jaribu sasa. Mama, mbona sijaenda mahali popote? Kwa sababu akili yako wewe ni ndogo. Mawazo yako uyapeleke kule unakotaka kwenda. Wewe waza hapo ulipo tu. Utaendaje? Jaribu. Bado niko hapa. Akili zako umezikanyaga ndio maana uko hapa. Inaonekana damu ya ukoo wetu haikukupenda, ndio maana haukupotea. Usijali. Utazidi kukufundisha. Sawa? Wewe bado ni wa huko na lazima utafanya kile tunachofanya sisi pia. Sawa? Utajua kila kitu. Bora tu weka akili yako. Ndio unavyoambiwa fanya ufanye hivyo hivyo. Uache akili ya mchezo. Sawa. Sawa? Sawa. Haya. Inaonekana kuna mchezo sana. Tujiandae kuondoka basi. Bwana Kikulacho. Ndio. Nilikuwa mbali na ndo nimerudi. Vipi kuhusu kijiji kinaendeleaje? Huko tupo salama huku, tunaendelea tu vizuri. Ni changamoto tu za maisha za hapa na pale. Licha ya mimi kwenda mahali kwa nimeenda sikufanikiwa, ndo nimekuja mjini sasa tuanze shughuli kama kawaida. Vipi? Mazuri ya huku? Huko bwana hamna mazuri. Yaani tupo vile vile ulivyotuacha. Yaani kikubwa zaidi labda nachokwambia ni mambo na mashamba, tumelima tu peke yake. Yaani teseka tu. Wewe bwana umekuja na nini kwani kutoka huko mjini? Nimekuambia kuwa kule mambo yako nifanikiwe, sikufanikiwa. Ndio maana ukaamua kukimbilia hapa kijijini tena? Ndio. Nimekuja hapa tufanye mambo ya shamba nini, kulima. Wewe ni wale watu wale wanafeli katika maisha. Unaamua ukimbilie kijijini, unaona ndio sehemu salama, si ndio? Sema si kufeli, lakini kule mjini wajua kuna ile mambo yani kuna competition sana yani. Unakuta unaleta stakabadhi za sekondari, mtu mwingine analeta za chuo kikuu. Sina kwa kupata kazi ni ngumu sana. Kwa hivyo nyinyi ni wale walioshindwa sio hivyo, nimekuambia kule changamoto na nini na ushindani upo mkubwa sana. Sawa, sasa hapa kijijini mwetu kuna jamaa bwana ametokea hatari sana yani. Yaani kipindi kile ukiondoka wewe kulikuwa hakuna kijana hatari. Lakini sasa hizi kijana hatari amezaliwa. Yupo kijijini hiki. Hatari gani unaosema? Mimi mtu nilitrain mpaka kukote kila mtu nikipita nikikoa mtu watu wananyamaza. Inakuwaje sasa sasa unaniambia kuna mtu ametokea ambaye ni hatari? Zilipendwa hizo zako sasa hizi. Kuna kijana anaitwa Julius hapa. Kule kwenye mtaa wa pili. Unamkumbuka jamaa ulimwacha baba mdogo lakini sasa hizi kidogo kakua. Yule jamaa nilimwacha mtoto sasa yeye ametrain mpaka akafikia mahali niko kiaje sasa. Mtoto azaliwe leo nikimuona alafu kesho isemekana nakuja ananishinda. Kwani nyinyi hamnielewi? Hilo linawezekana ndugu yangu chini ya jua. Hakuna kinachoshindikana. Sasa leo hii wewe unadharau kwa sababu alikuwa mdogo na sasa hizi umemwacha ni mkubwa. Wewe sasa hivi umezeeka, nguvu hauna. Huwezi pambana. Naona sasa umeanza kuleta madharau. Kijana atakuwaje hana uwezo nguvu za kutumika? Mimi nimeenda push up press up. Kama nadhani hii ni mchezo hiyo. Ndugu yangu,
hicho chenye unachokisema wewe hautokiweza. Sababu huko ni mrefu. Una nguvu ya kiajabu. Unaweza shtukia kama tunavyoongea sasa hivi yuko nyuma yako hapo. Sawa? Sasa unaweza kukimbia wewe ndugu yangu. Wewe hutaviweza hivi vita. Mimi nakwambia watu siku hizi wanatumia akili. Hiyo nguvu zamani ama uje ukatumia kijijini kwetu, lakini wao wamechanuka sasa hivi wanatumia akili. Na wako kijijini. Uliona hilo kama la ajabu? Naona unajinadi sana. Huyo kijana kama anapitia hapa si unionyeshe mahali huko tumalizane naye. Huyo jamaa ashajinadi tayari. Hata uenda kapita sasa hivi muda sio mrefu. Mimi namtaka sasa hivi tumalizane naye. Nini unashinda kule nimeshindwa na kazi, kule mjini nimeshindwa na kazi, huku kijijini pia nataka nishindwe na kila kitu. Cheki brother, hata tusiongee sana brother ndio. Wewe, njoo kidogo mara moja. Sasa hiki ni kitu cha kunitia mtu kama mimi na ndevu zangu. Tulia brother. Nimetrain mpaka nimekomaa. Mambo vipi? Safi. Nataka umuonyeshe ukichaa zile ngumi zetu huko kijijini vile unavyozipanga hapo. Sawa? Wewe, una uwezo wangu? Ndio na uwezo. Unanikumbuka enzi za kitambo mimi? Hizo ni enzi za kitambo, si saa hii. Umeona madharau? Enzi za Ruto brother hizi nakwambia. Hebu muonyeshe kichaa. Hebu njoni. Kichaa. Nataka muonyeshe ngoma venye inavyochezwa, sawa? Mimi niko hapa na cheki ndugu yangu. Mimi niko hapa na oji. Mpige kijana, mpige. Kabisa. Twende. Kijana. Asikuzidi. Mkamue. Amka dogo. Nyingine tena moja tamu sasa. Umefanya kazi nzuri ndugu yangu. Asikuzidi. Brother, huyu anaenda kumwambia ndugu yake ambaye ndio mkali hatari zaidi kuliko hiyo. Sasa utakiona cha mtema kuni. Wewe si ulivitaka? Unaviona sasa. Hata utamwaga maziwa, hata hiyo damu hiyo. Twende brother, twende. Niache. Basi baki huko basi. Ni kweli? Ndio, ni kweli. Sasa mwanangu Yusra, nakushauri hivi sitaki hayo masuala yajiregelee. Sababu, hebu nyamaza mwanangu. Sababu, huyu mdogo wako wewe pia nyote bado mwanafunzi. Sawa? Mnasoma nyinyi, mnastahili kusoma. Sasa hivi mnastahili kuzingatia swala la kusoma ili mkaje ukanitoe katika swala la umaskini huu. Vile pia mjisaidie wenyewe na sio kunitegemea mimi, msiwe mkawa kuwa mzigo tu. Sawa? Nyinyi mstahili kuingilia maswala. Bado nyinyi mwachanga mno. Vile unaweza poromoka kupitia mambo kama haya. Sawa? Pata shughuli zako. Sasa baby, ndio najua kijayo kama tuwezekana. Hapo. Nitafurahi maana nimepeza kitambo. Na kweli ni zamani. Kitambo tofauti hivi. Niamue kabisa. Ila niombe Mungu nipate hela. Ndani ya wiki. Basi ya tutakwenda. Sawa. Utanifanya nini?
pale mpaka anatembea yule jamaa. Anijui vizuri, nitamuonyesha kabisa. Nasikia uchungu yani, nitapata vipi yule mwanaume. Ngoja nitamuonyesha mimi ni nani wake. Anajisikia sana. Namuona anajisikia sana, anawashwa sana. Mimi najua nini? Nataka yule demu fanye maneno. Nataka nipoteze kabisa, yani nataka yule jamaa. Nataka nipoteze kabisa. Basi kama nani? Bezi. Bezi kabisa. Tuma Bezi. Na jamaa mwingine anaitwa nani vile? Alexander. Sawa watu. Wanafanyia kazi yangu sasa. Safi kabisa. Safi. Mahali watu wanapatikana? Ndio najua. Sehemu gani? Kuna pahali kwa Farida Base. Farida Base? Ndio. Na wahitaji sasa hivi mbele yangu. Sawa. Harakisha na nataka kanifanyia kazi yangu. Sawa. Sadani. Kumekauka sana, hakuna kazi. Sina bei kumekauka. Hiyo mboga mpesa ngapi? Msini lakini bwana kuna bei. Aisha da mpesa ngapi? Gani? 30 mtu wangu acha. Hao ni hizo nyama za mbuzi bana. Wewe wenyewe ni bwaga wala nini sasa? Ita nile bwana. Kuna pesa. Si sherehe zako. Oya, matumba. Tuko vipi? Gani tena? Najio na nani? Najio. Ile rafiki yako. Yule mdemu. Ndio. Kuna nini? Unaishi na kuambia. Kama gani? Hebu niambie. Bosa, wewe amka. Bosa, simama. Chakula kula wala nini? Wewe kuna mchongo. Kazi ya kulipwa kama ni. Wewe kwani iweza tuma kazi bila kulipwa? Wewe mbona wewe? Twende. Kwende gani? Twende. Bosa, twende. Nini? Na demu ya kumwa maji. Betaka. Oya maji mpango ndio huu sasa. Ndio. Unaniambia? Ndio. Sasa karibu mkae. Asante. Kwa vipi? Nipende sana. Tunaona baadaye. Wewe vijana? Uko poa? Uko poa kabisa. Kwani vipi? Unaendeleaje? Sana. Na kazi nataka mnifanyie. Gani msema? Huwa nakuteketeza kabisa. Huwa nakuteketeza kabisa. Mimi sipendi masuala ya kuua. Oa nyamaza. Sema utekaji nyara. Uteka nyara nini? Mimi nitakuwa nitekee nyara na uniulie kabisa. Bosi wangu sisi tayari, achana na huyo. Kuna msichana fulani nataka mumchukue. Mlete mbele ya macho yangu. Suliwe aletwe hai. Aletwe akiwa hai. Mbele ya macho yangu. Huyo msichana ni mfupi kidogo, mweupe kidogo, mrefu kidogo, mwembamba. Mweupe kidogo. Beti kabisa. Kumbe wamjua. Huyo demu namtaka mbele ya macho yangu. Yule demu anamkasia. Basi fanya hivyo. Alafu malipo tutaonana. Tutamleta wapi? Tutamleta hapa ama? Hapa Bezi, hapa Bezi, hapa Bezi. Sawa, mimi ndo Bezi ama vipi? Kabisa. Nakuaminia mtu wangu, nakuaminia mtu wangu, nakuaminia. Sasa hivi. Nakuaminia, yani kila jambo alikuteza.
Siwezi wabwaga. Wewe ukitubwaga. Siwezi wabwaga, nyinyi watu wangu, nyinyi ni watu wangu. Sawa, wewe sawa. Yaani kwa hilo tu dakika 2. Na nani? Wakina nani? Achukua tena. Vijana wengine. Na msichana. Alafu msichana amevaa shati nyeupe. Alafu jamaa amevaa rangi kijani. Nasikiza. Nipeleke pale alafu tukafikia. Tukatoke pale akakae. Sasa jamaa. Mimi naomba kumsaidia. Haina noma takusaidia. Ukinikombolea au msichana. Tapatia hela yako. Sawa, acha tukaondoke na salamu. Hata hapa sana. Usirudi kuondoka. Sasa unakuletea sasa. Usikaje kaji. Wewe twende kupesa. Mama. Takumisa twende. Yaani hawa nilipowatuma mpaka sasa hawajakuja. Waendelea nini? Tapata vipi mimi hao? Na hamu sana ya kumuona mwanamke. Na wachungu mbaya sana na yeye. Kaa chini. Nimekwambia kaa chini. Ni mimi madini. Nimekwambia kaa chini. Kaa chini. Wewe fanya kazi yako, kaa chini. Alafu kibagi kizuri kweli. Wewe tunakaba. Unamjua kijana anaitwa Kevo? Nani kwako? Basi nani kwambia? Kevo ni jamaa wangu. Na ninakuonya kuanzia leo. Unasikia hapa? Kuanzia nini? Leo. Nisikupate na huyo kijana. Nikikupata kuna nini? Jamaa wangu niachane naye aje. Nimekwambia ni mzee wako. Kwa hiyo umefika kwenu hapa wewe waambie, sikiza. Hapa ni mawili. Boyfriend yako ama uhai wako. Achague kitu gani?